ليدبروا كل حرف به ففيه العظات وفيه العبر ليدبروا كل حرف. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ثم أما بعد. Wapenzi wa Islam watukufu, tukiendelea na kipindi yetu namba 3, kipindi kinachozungumza na kutafiti malezi ndani ya Qur'ani ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malezi ya watoto wetu yanapatikana ndani ya mafunzo ya kitabu cha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Leo tutasoma aya iliyopo katika sura At-Tahrim, aya 6. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini katika amana hii aliyotupatia Subhanahu wa Ta'ala? Allah anasema katika aya 6 katika sura At-Tahrim, ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijara 'alayha malaa'ikatun ghiladun shidadun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah Subhanahu wa Ta'ala anatuita, enyi mlioamini, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini ambao ni mimi na wewe. Allah anataka nini? Anataka kutupatia amri gani? Allah anasema qu anfusakum wa ahlikum nara, okoeni nafsi zenu pamoja na nafsi za watoto wenu, pamoja na nafsi ya familia zenu, pamoja na nafsi ya kila aliyotini ya uangalizi wenu. Ahlikum nara. Kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya hii anatoa amri kali ya kila mzazi, kila aliyebarikiwa vijana au watoto. Allah anamuamrisha kuwafanya juu chini, kuokoa na moto wa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aya hii Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alipokuwa anaisoma, Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu alikuwa yuko hapo, akamwambia, ya Rasulullah, naqi anfusana minan nar wa kayfa lana ahlina. Mwambia Rasulullah, ndio ushatufundisha tayari namna gani tutajiokoa nafsi zetu na moto kwa kufanya ibadat, kwa kumwabudu Allah, kwa kutomuasi Allah jalla fi'ala. Lakini wa kaifa lana ahlina, tufanye nini ya Rasulullah ili tuweze kuwaokoa vijana wetu na watoto wetu kutoka na moto? Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam akatoa mafunzo makubwa, akatoa mafunzo mazuri kumwambia Umar ibn al-Khattab na sote kwa jumla. Na kama tulivyosema katika kipindi cha kwanza kwamba Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ndiye mlezi mzuri kuliko walezi wote unaowajua. Kwa hapa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam baada ya kusoma aya hii, Umar kumuuliza tutafanya nini ndio tuokoe, akatoa mafunzo haya ambayo nataka mimi na wewe leo tuyashike, ambayo nataka mimi na wewe mzazi tuweze kuyafanyia kazi, ambayo nataka kila anayetarajia kuwa mzazi pia aweze kufanyia kazi mafunzo ya Rasulullah. Kamwambia ya Umar bin Khattab, ukitaka kuokoa watu wako wa karibu, ukitaka kumuokoa mkeo, ukitaka kuokoa watoto wako na familia yako kwa jumla, basi fanya hivi: ta'murunahum bima amarakumullah, mtawaamrisha, yani muamrishe watoto wenu, vijana zenu, wake zenu na kila aliyetini ya uangalizi wenu, bima amarakumullah, muamrishe kila jambo ambalo Allah amekuamrisheni nyinyi. Kwa nini? Kwa sababu kila lile ambalo wewe umeamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, basi ni hilo hilo ambalo mtoto wako na kila aliyetini yako ameamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katika sheria Allah Subhanahu wa Ta'ala ulituamrisha wewe ndio kile alichoamrishwa kijana wako uliobarikiwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo funzo la kwanza akamwambia, ukitaka kuwaokoa vijana wako na moto, ta'murunahum bima amarakumullah, utawaamrisha kile jambo ambalo amekuamrisha Allah. Kisha akamwambia la pili ni nini? Akamwambia watanhaunahum bima nahakumullah, kisha utawakataza hao watoto wako, vijana wenu, familia zenu na kila waliotini ya uangalizi wenu. Tanhaunahum bima amarakumullah, muwakataze bima nahakumullah, muwakataze kila jambo ambalo limekatazwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haya ni mambo mawili ambayo Rasulullah sallallahu alayhi wasallam kwa kinywa chake alikuwa anamfundisha Umar ibn al-Khattab na watu wote kwa jumla, ya kwamba malezi mazuri ni mzazi kusimama kidete kuwafundisha watoto wao na kuwaamrisha watoto wao kila jambo lililoamrishwa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kisha kuwakataza na kuwazuia kwa kila hali kufanya mambo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala hayataki. Haya ndio malezi aliyotoa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi
wasallam. Katika kipindi chetu hiki tatu tutakomea hapa, na insha Allah tutakuwa tukija kuleta aya nyinginezo na nyinginezo ndani ya Qur'an pamoja na maneno ya Rasulullah na maneno ya wanazuoni kuhusu malezi hasa ya watoto wetu. Usikose kutufuatilia ili uweze kufaidika zaidi na kipindi chetu hiki cha kuwafunza watoto wetu maadili mema ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.